wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hawakuzichanganya imani zao na ushirikina, ulaika lahumul amn, hao wenye kwa wao amani, wa hum muhtadun, na wao ndio wenye kuongoka. Maana yake ni kwamba kuwepo na Qur'an, kuwepo na watu wa Qur'ani ndio ambao wanawapa watu mawaidha ya namna mbalimbali, katika namna ya kusema bwana, ushirikina mfano ni jambo ambalo halifai, mtu hutakiwi kumuua mwenzako kwa sababu ya kutafuta mali na vitu kama hivyo. Kwa utaona baadhi ya vurugu zinapungua kwa sababu ya uwepo wa Qur'ani. Maana sasa kama kusingekuwa na Qur'ani, maana mtu watu walikuwa kumshirikisha Allah kwenye mambo mbalimbali. Maana mtu angeweza kufanya lolote kwa ajili ya kile ambacho mfaji anachokitaka, lakini kwa uwepo wa Qur'ani, kwa maana yake huenda ile hali ya kufanya mabalaa watu inafanyaje, inapungua. Lakini pia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhadithia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haikukundi sana sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa wakati mwingine akakusudia kwa watu wa ardhi kuadhibu, laqad ahmamtu li ahli al-ardhi adhaba. Mwenyezi Mungu anasema, Mtume anatueleza ni hadithi kudusi kwamba wakati mwingine Mwenyezi Mungu kwa yale tunayoyafanya, kama tungekuwa watu nasema kama vile kama ni watu wale nimeshachoka kuvumilia kiwango cha mwisho kama ni watu, lakini Mwenyezi Mungu anaendelea kuvumilia. Kwa hali hiyo Mwenyezi Mungu kwa yale tunayoyafanya huwa anafanyaje, anakusudia kuadhibu watu wa ardhi ambao ndio sisi. Lakini kuna mambo akiangalia, walakin idha nawaqtu ila umari masajid, lakini ninapoangalia wale wanaoimarisha misikiti yangu, walmutahaddina fiya, na wenye kupendana kwa ajili yangu, saraftu adhabi anhum, huwa naipondoa adhabu yangu kuepusha na wao. Tunaposema kuimarisha misikiti yangu ni kwa maana kuipaka rangi au kutoa bati hizi zimechakaa kuweka nyingine au kubainisha tiles. Maana yake ni kuwepo watu ambao watakuwa wanawafundisha watu mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sura hiyo watu wanapoingia msikitini kwa wingi, inawezekana yule ambaye alikuwa anataka kufanya zinaa kabla hajaingia msikitini akapata mawaidha ambayo zinaa ni kumchukiza Allah. Yule ambaye alikuwa anataka kufanya liwafi kabla hajaingia msikitini, alipoingia msikitini akapewa yale mawaidha, akaacha lile jambo ambalo lingempa hasira Mwenyezi Mungu na kupelekea kufanyaje, kuangamiza watu. Lakini kwa sura ya uwepo hao watu ambao wana Qur'ani na wakafahamisha watu, basi inakuwa ni sababu ya sisi kufanyaje, kubaki salama katika ulimwengu. Mtu ambaye anasoma Qur'ani akaielewa, akaifanyia kazi, pia hata hawezi kugombana ugomvi katika mala siongee na ndugu yake mpaka anakufa. Yani maana kwamba unapunguza uhasama kwa mtu ambaye ambao anafahamu Qur'ani, inapunguza hasama baina yao. Lakini kwa mtu ambaye hana Qur'ani, wakati mwingine huwa inaleta mazingira kama hayo. Kuna msemi mmoja asema walikuwa wakigombana na ndugu yake, inatokea mahali labda nyinyi familia, lakini mzee akachagua mmoja katika nyinyi awe kiongozi pamoja na udogo wake. Wakati mwingine kwa namna alivyomuona, sasa bwana, mimi kitokea nimefariki, basi huyu ndio atakuwa kiongozi wenu, kiasi ambacho watoto wengine sasa, sisi huyu kama huyu si nimemfundisha mwenyewe mdogo wangu, yake inakuwa ni kwa nini atatuongoza? Yani yule mzee ndio kaona kwamba huyu ana huruma, atawasaidia wenzake na kila kitu, lakini kuna wengine yale maamuzi watapingana nayo, kwa bwana sisi haiwezekani, akishakufa tu bwana itakuwa ni vurugu, kiasi ambacho sasa huyu wale ambao wanapinga utawala wa huyu wanaweza hata kumsema vibaya, bwana mdogo yuko hivi na hivi na kila hayo. Sasa huyu ambaye huenda ana Qur'ani, yeye hata kama watamsema vibaya hataweza kuwasema vibaya wale wenzake. Ndio mtu mmoja akasema, inna alladhi baini wa baina akhi wa baina bani ammi la mukhtalafun jidda fa in akalu lahmi wa fartu luhumahum wa in hadabu majdi banaitu lahum majda wala ahmilu alhiqda alqadima alayhim wa laysa ra'isul qawmi man yahmilu alhiqda. Kwa maana yake kwamba kwa mtu ambaye amesoma Qur'ani kwenye familia zetu ile ikatokea, basi ni lazima mambo yatakuwa yanaenda vizuri.